Episodi ya 6 tunaendelea pale pale tulipoishia episodi ya 5. Tunaanzia hapa, Guwon akimuuliza Cheon Sarang, bado tu hujakalili tu na unaonekana una mawazo hivi, si utaniaibisha kweli? Binti akasema, amna, niko poa tu, alafu mbona kama unanilazimisha nikubali kitu ambacho sio kweli? Kisha binti akasema, ndo maana unafanana Vache. Guwon akauliza, Vache ndo nini? Binti ya kujibu, Guwon akashika simu na kusearch na kukuta ni ng'ombe. Alivyoona hivyo, akashtuka na kumwambia binti, ndo nini sasa? Mala wakasikia attention. Binti akaanza kwa kusema, hello, naitwa Cheon Sarang, ni mfanyakazi wa King Hotel. Pembeni yangu niko na head manager, atajitambulisha pia. Hello, naitwa Guwon, natokea kwenye King Hotel. Mala binti Cheon Sarang akamuuliza swali Guwon kuhusu mamake. Guwon akashikwa hasira na kuondoka. Watu wanashangaa, na kumbuka alikuwa live hadi baba yake alikuwa akitazama ile interview. No Shangsik akaanza kuita Mr. Gu, kuna shida gani? Binti Cheon Sarang akaendelea na interview na kusema, wenda mheshimiwa anajisikia vibaya, tutarudi tena baadaye. Basi tunamwona Guwon akiwa na mawazo makali sana. Inaonekana kuna kumbukumbu mbaya sana kuhusu mama yake na Guwon. Binti akiwa anaendelea na interview, mara wanamuona Guwon akirudi tena kwenye interview. Watu wakafurahi kuona Guwon akirudi kwenye interview. Cheon Sarang akamuuliza Guwon, vipi, umeweza kuendo hilo tatizo lako? Guwon akasema, ndio. Kisha akamwambia, naomba tuone hayo maswali yako. Binti akampa jamaa, akayasoma. Maswali yote yalikuwa yakihusu mama tu. Kisha akatupa zile karatasi na kumwambia binti, niulize maswali unayotaka kujua, na natambua haya maswali kakupa Miss Gu, yani mama wa kambo, na amefanya hivi makusudi kabisa. Basi binti akamuuliza, vipi, unapenda kuona jua linavyozama? Guwon akasema, ndio, tena njoo tuone kwa pamoja jua linavyozama. Kumbuka bado wako kwenye interview na wako live. Baadaye sasa, baada ya interview, tunamwona Cheon Sarang akimuuliza Guwon, kwa nini uliondoka ule muda tena katikati ya interview? Guwon akasema, mfanyakazi anawezaje kumuuliza head manager maswali ya kipuzi? Binti akasema, me nilikuwa kazini. Kumbuka me ni mfanyakazi, nikifanya vibaya napoteza kazi, lakini wewe ni mtoto wa bosi, huwezi poteza kazi hata mara moja. Guwon akasema, sasa kwa nini ulazimishe kufanya kazi kwenye King Hotel? Mbona hoteli ziko nyingi za kwenda kufanya kazi? Kisha akamsogelea na kumuuliza, hivi unajua ni mawe kiasi gani umenirushia leo? Baadaye sasa tunamuona Guwon akiwa kashika saa yake ile ile, alafu kuna kumbukumbu anakumbuka kipindi yuko mdogo, hiyo saa alipewa na mama yake mzazi. Ni asubuhi sasa, tunamuona Guwon akiwa na Cheon Sarang wakiambiwa kuwa interview ya leo mnapashwa kuonyesha tabasamu. Huyo msimamizi akasema, Miss Cheon Sarang, hebu nionyeshe mfano wa tabasamu lako. Binti akatabasamu. Kumbuka Guwon anachukua matabasamu feki. Kisha msimamizi akasema, Mheshimiwa Guwon, na wewe tunaomba uonyeshe tabasamu lako. Mala Guwon akasema, hebu tuanze. Wafanyakazi wakasema, sawa, ila wakawa wanaulizana, hivi kweli ataweza kutabasamu kweli? Na anavyochukia kutabasamu. Basi ukafika muda wa kupiga picha, wakasema, wekeni mapozi, tengenezeni moyo mkubwa. Huku Guwon kama hataki, yani sema, na wapiga picha wanashindwa kumwambia, kisa ni bosi, wakizingua tu hawana kazi. Wakaja tena kwenye location nyingine, huku Cheon Sarang akimwambia, hivi uwezi tabasamu hata kidogo kweli Mr. Gu? Guwon akasema, kwani ukumbuki kuwa nilikwambia sipendi matabasamu feki? Binti akasema, hata kama, ila jua hapa tuko kwenye kazi. Guwon akasema, me mwenyewe ndo nachagua sehemu ya kutabasamu na ambayo siyo ya kutabasamu. Binti akasema, yani uko vizuri kwa kila kitu, ila likifika swala la kutabasamu na kupa 0%. Mala ikasikika sauti ya mpiga picha, aya tuanze, huku akisisitiza kutabasamu. Aya na hesabu 1, 2, 3, tabasamu. Cheki tabasamu la Guwon hadi kameraman akashtuka. Kisha Guwon akaondoka. Makameramani wakabaki wanaulizana, tunafanyaje sasa kwa hili pozi au tuediti? Baadaye sasa tunamwona Guwon akiwa na Cheon Sarang upande wa bandari. No Shangsik akisema, mnapaswa mpande boti ili muendelee kutangaza King Hotel ilivyo na ni vitu gani vinapatikana kwenye King Group ili wateja washawishike. Mala binti akasema, me siwezi enda na Guwon, na Guwon naye akasema, hata me siwezi kwenda na wewe. Mala binti akasema, basi tuwaini kama kuna mvua inataka kunyesha. Basi baadaye tunamwona Guwon na Cheon Sarang wakiwa kwenye boti. Kumbuka hii ni moja ya kupromote
kushot vitu vinavyopatikana kwenye King Group. Basi baada ya kushot video kadhaa, wanarudi sasa walipotoka. Basi majira ya usiku tunamuona Guwon na Cheon Sarang wakielekezwa na nahodha mmoja kuwa hapo mbele kuna hoteli inaitwa Gapado. Ni hoteli nzuri, kwa hiyo usiku wa leo kama itawezekana mtaenda kupumzika hapo. Kisha akaondoka. Binti naye akasema twende tukatafute hiyo hoteli. Njiani sasa Guwon ni muoga hatari. Na hapo ndipo tumemaliza episodi yetu ya 6. Tukutane tena episodi ya 7. Asanteni sana na karibu tena.